Nĩ nyumagaraga no ũmũthĩ ndiumagarĩte ndithiĩte gĩthaka-inĩ ngauma kũrĩa nyuma Narok. Ndio Narok mũgũnda wa Saumu nĩkuo twauma kũrĩa maĩ-inĩ twoka gũkũ gĩthaka-inĩ. Gĩthaka gĩkĩ ũroria atĩrĩrĩ, kĩ Narok kweli? Hiki chaka iko Narok kweli? Ndani ya Narok. Bado tuko kwa Saumu Ranch. Pale tu. Pale tu. Tofauti ni nini? Tofauti ni hii msitu. Hii msitu ni artificial, tumeijenga. Sababu ilikuwa pahali bea kama pahali uliona pale karibu na damu. Ilikuwa inakaa namna hiyo. Lakini kwa miaka 3 sasa unaona sasa matokeo. Matokeo ni bambu ambaye inamea kila mwaka, it's a seasonal crop ambaye inamea kwa haraka. Mimi nimeshangaa pia kwamba vile imejitokeleza. Kwa hivyo inawezekana kurudisha hadhi ya taifa letu. Ile misitu yote tulikata itawezekana kuirejesha na tupate vyanzo vya maji kule tulivyoharibu. Kwa miaka 2 bila shaka. Kwa miaka 2 tunaweza rudisha ile hasara tumefanya kwa miaka 50. Sababu tumekuwa makaa, tumemaliza post, tumemaliza sida. Hii nafikiria ndio suluhisho. Sababu ni mmea unamea kwa haraka na ina faida. Sababu nilipokuwa pale nakuwa nikiwa mchanga kule, tulipokuwa tunaenda kuteka maji kule mtoni, ni kwamba huu ni mti tuliambiwa unaitwa mwanzi ama bambu. Ni mti unamea kando ya mto pale riverbanks. Ni hali ilikuwa ya natural way ya kuconserve catchment areas, lakini kule tulienda tukaharibu. Tutafanya vipi? Nafikiria inatakiwa tujikusanye kama wanaitwa rowers. Watu waende kwa mito zao. Haitachukua eneo kubwa. Hata tukiweka eneo ya hiyo mito ambayo tunaambianga ni riparian area, tupande bambu, itakuwa ni tutavuna wakati tunahitaji kuvuna, wakati tunahitaji pesa. Sababu iko watu wanakuja kuwekeza factory kama Igwasongiro South Development Authority. Nafikiria hii ndio pilot project yao. Pia iko watu kama Greenport na wengine wako Kajiado na wasikia, na kwingine kwingi hata Nyeri nasikia iko hii kazi na Nyandarua. Kwa hivyo hii ni kitu ambaye inaweza tupatia pesa, inatupatia msitu na inaturudishia ile sifa yetu ya zamani. Kwa hivyo ina faida individual, ina faida kama taifa na environmental pia. Kabisa, itaongeza mito, itaweka ni tangi ya maji na pia ni pesa ambaye utapata pesa kwa wingi. Nikiangalia eneo ambapo tuko sasa hivi, ukikompea na lile eneo ambalo tulikuwa, kweli kule kuna jangwa. What is it doing? Wajua mimi nimeshangaa kuona at the same land ambayo imetumika na bambu, kule kwingine ni bea kabisa. Ni nini? My challenge is kuongeza hii forest cover. Sababu pia pale tunaweza we can conquer it. Sababu tumeona it is a versatile crop ambaye inarudisha mchanga kwa nini? Sababu inagenerate mchanga. Hizi matawi zikianguka inaongeza rotuba. Unaona sasa mchanga na zinaanguka haraka zikitoka zingine sababu inamea kila mwaka. Na unavuna kila mwaka. Pengine hata nasikia ni mara 2, lakini tutakuja kuona hiyo sababu imebakisha mwaka moja tuanze kwenda kwa soko. Eneo ambapo tuko leo hii ni eneo linajulikana kweli kwa ukame. Huu mti utafanya vizuri ama huu mti unabagua ama? Nimeambiwa kwamba na nimekubali iko variety nyingi sana. Ni vile tu ni kama uses. Bambu ni maajabu, ni mti wa maajabu sababu iko na uses maelfu na iko varieties maelfu. Kwa hivyo kila eneo iko na variety yake. Na wataalamu wa KEFRI wanaweza tupatie kila siku tunaambiwa pandeni miti, lakini hatuna ule ujuzi wa kujua ni mti upi tupande wapi. Kwa hivyo ukiniambia nipande mti, kuna mtu anaenda tu anasema nimekutana na mti fulani naenda kupanda kwangu, anafikiria kwamba nitaofaidi. Lakini unaniambia kwamba mti usipandwe tu, upandwe sababu unajua utanifaa ama utaharibu. Kweli kabisa. Unajua miti, nafikiria miti zina uses tofauti. Vile matumizi tofauti. Hii mti tunajua ni kwamba itatoa billboards, itatoa vitu nyingi ambaye Kwa hivyo ni mzuri kupanda mti ambaye unajua baadaye itafanya kazi gani. Ndio pia itupatie motivation. Iko watu saizi wanafanya fruit farming, avocado na kadhalika. Na nafikiria hivyo ndio njia tukienda kuanzisha hizi kazi ya kupanda miti, ujue hiyo mti baadaye itakusaidia na njia gani. Sababu nafikiria itatupatia motivation. Kwa maoni yangu watu waona haja na miti sababu hawajaona faida yake. Kwa hivyo inatakiwa iwe wanafikiria ni ya kuchoma makaa peke yake. Nafikiria ni ya kuchoma makaa. Na miti pengine hata ukitaka kuchoma ya makaa uchague ni gani inachoma makaa na ni gani inaweza rudishwa kwa wakati wa karibu.
sababu hata bambu inatoa makaa mzuri sana, mzuri sana, iko na makaa. Kwa hivyo utakuwa na bambu upate makaa kwa ile waste yake. Pia utengeneze blackboards, kama ni blackboards utengeneze toothpick, utengeneze helmets, nasikia hata nguo nilionyeshwa, hata unasikia ni ile fine ile inaenda kwa ile soko ya utalii, na inatengeneza manyumba ya utalii, vitu kama sugar dishes na kadhalika. Kwa hivyo wakati unaenda kutengeneza miti ujue baadaye ni nini itakusaidia naye, ndio tupate hii motivation, tupendane na miti vile tunapenda ng'ombe, sababu inatupatia maziwa na inatupatia nyama na ngozi na funguo ya nguo. Masai hawezi kosa kutaja ng'ombe. Siwezi taja kutaja ng'ombe sababu ni maisha. Ni maisha, lifeline yangu. Haya, tukiangazia na tumesema kwamba Wamasai na hasa wa Kenya tumeweza kukumbatia ukulima. Na hasa katika hili shamba la saumu umeweza kukumbatia ukulima huu. Naambiwa kwamba kuna nyuki vile vile. Kuna nyuki. Tunaenda pale ya nyuki sababu nyuki ni watu ambaye ni wa maajabu sana. Wale wanyama wale ambao tumekuwa nao siku nyingine wakanidunga. Wanadunga pengine uliwachokoza. Sababu ni watu peaceful, ni wanyama peaceful ambaye wako na queen, wanatengeneza chakula yao na wanagawa hii chakula kwa watu. Na hii hata hii bambu iko na nectar. Watakuja hapa, iko na majani ama iko na ile kitu nyuki inatafuta naye kwenda kutengeneza. Na unajua hayaambiwi vile itatengeneza. Wanajua kutengeneza. Alafu mnasaidiana, unabeba kidogo unawapatia wengine wakule. Sasa labda mimi ndio nilienda na ule uchoyo wangu, nataka kukula kila kitu. Ndio. Wakaona hatari hapo. Na pengine ulienda mchana. Unajua wanaona mita 400. Ukienda na asali yao watakufuata mita 400 sababu iko soldiers na wanadunga kabisa. Wale experts wa nyuki wanaweza kueleza. Mimi sitaki mchezo ya nyuki tena. Waacha tukutane kwenye asali, lakini mimi sitaki tukutane nao moja kwa moja. Upande huu umeniambia kwamba kuna mazao mengine yatafanya ama mimea mingine itafanya vizuri sana. Ni mimea kama ipi ambayo wewe umejaribu? Hata saizi tukienda utakuta ndizi tukipanda. Iko ile tumepanda, iko eneo ambayo iko na ndizi tumepanda na tumefurahia ndizi. Inamea kwa hii eneo, imetushangaisha. Hata saizi as we speak tutaenda kuona tukiendelea kufanya kupanda shamba mpya. Ndizi ni aina zipi ambazo wewe iko hizi ndizi ambaye zinaitwa hizi za wakati mfupi. Zinafanywa na Jomo Kenyatta Institute, Jomo Kenyatta JKUAT. Wako na hiyo utaalamu ya kufanya ndizi, nisahau jina yao, lakini ile imefanywa ni tissue culture ambayo tissue culture. Ndio hiyo. Tissue culture tuko na ndizi ambaye tuko na aina ya inakuwa haraka kwa mwaka moja uko na ndizi yako. Na ndizi moja inapeta shilingi 300 kwa ndizi. Tumeona Murang'a wanauza namna hiyo, Meru wameendelea. Kwa hivyo pia hapa Narok tunataka kuleta hiyo ujuzi. Haya mapenzi ya ukulima ulionayo sijui yalikutoka wapi, sababu ni watu wengi sana ambao wanasema kwamba ukulima wacha ukulima, wacha mimi nikakae kule ofisini. Na mimi kila siku nawaambia nafurahia hii kazi ambayo naunganisha wataalamu na naunganisha wakulima, ni kuwaonyesha kwamba ukulima si ushamba. Kwenye shamba si kumaanisha wewe ni mshamba. Shamba sio ushamba. Sababu shamba ndio maisha. Kila kitu. Kwani Kenya ni nini? Si shamba moja inaitwa Kenya na ndio inatukuza. Kwa hivyo mimi nimezaliwa kwa nchi ya ukulima, nimezaliwa Melili, nikakuja hapa pahali panaonekana arid, nikaona hiyo potential, nikaona opportunity sababu soko iko hapo karibu, lami ndio hii, maji ndio hii, bado tunaongeza maji na hiyo ndio inakuza chakula. Kwa hivyo mimi nimeona hii ndio kazi. Naona watu wenzangu Nairobi wako kwa streets, naona watu wanakimbia sijui wanaenda wapi. Lakini pengine hakuna kitu kwa mfuko. Hakuna kitu. Hawana. Hawa wako kwenye apps zingine zinaomba loans. Nasikia hivyo. Lakini tuko kwenye ukulima na kule ni pesa. Huwa nawaambia kwamba kuna mtu ambaye anategemea siku 30 angoje mshahara. Lakini kwenye ukulima kila siku unajilipa. Nakwambia tukifanya ukulima biashara, hiyo ndio utajiri wa nchi. Sababu iko nchi kubwa ya kutosha na pia inazaa. Haikuangushi. Ukiweka chini na uweke utafiti, sinaona hii bambu si ndio hii? Utafiti uweke hela, uweke hela chini ikutolee hela na utafurahi. Hautachekelewa ukiwa kwa nchi yako, unatembea ukiwa unajisikia uko sawa. Tukiangazia matatizo ya Kenya hii ni ile rural to urban migration. Kila kijana akimaliza shule anataka akibie kule mjini, akatafute kazi kule. Anapokimbia kule kazi hazipo, ilhali agriculture has been devolved. Sijui tutafanya nini? Devolution, is it working ku develop ukulima, kuonyesha kwamba kuna opportunities kwenye ukulima, kurejesha vijana kwenye ukulima, ama tutafanya vipi kama taifa?
Nafikiria vile tutafanya kama taifa, unajua iko mambo mbili inaendesha nchi au inaendesha binadamu. Iko software na iko hardware. Nafikiria software ya Wakenya lazima ibadilishwe, sababu kwa ukweli vile unasema watu wanakimbilia kwa matown kutafuta ajira. Ni ukweli. Siku hizi, zamani sisi tulikuwa tunakaa miezi 9 ndio transit from high school to university or college. Siku hizi mtoto hata mpaka wasichana wanatembea kwenda town kukomboa nyumba au sijui anaenda kujisaidia namna gani ndio atafute ajira, sababu wako na hiyo matumaini kwamba iko. Na tunajua ya kwamba hakuna. Wanaenda kwa hizo matown, pengine waenda wafanye kazi duni na wanawacha kazi na malipo duni zaidi. Wanaenda kazi duni zaidi na wamewacha rasilimali mingi sana pale mashinani. Sio mbaya kwenda town, lakini kwa nini uende town kufanya maisha duni au kukaa pengine ukue mkora pale uanze kufanya hii betting, ufanye nini na vitu ambaye itakuendesha au kunywa madawa. Tunaona vijana siku hizi wamelipuka, wanatwanga watu na mashoka na kadhalika, sababu pengine frustration za maisha, stress. Na chakula iko hapa kwa ukweli, pesa iko hapa. Vile mimi naambia county governments, sababu ndio hii devolution, viongozi tukae chini, hardware wamelete, sababu hardware ni kuweka zile dams, ni kuwekeza sasa investment, la kuweka investment ya vichwa ya watu, tuweke mikutano, tuambie vijana washikane na county government effort yake ipatie vijana pesa waweke mashamba ya bambu, because you can see, mimi naimiza kila pali, hata kama ni kuweka ng'ombe, we do it together. We do it together. You get a set of 20 boys, unanunua shamba ya kambili, na tunafanya nini? Tunapanda bambu, alafu wanaendelea kukula miaka 40 na zaidi. Wewe kama mtu binafsi, kuna wale wafadhili wengine ambao tunataita wafadhili sababu mmekuja mkaungana pamoja na mnataka kufundisha vijana kwamba tutaweza. Sijui ni mikakati ipi ambayo mnataka kutransform Saumu Ranch into a vocational training center. Watu waje hapa wafunzwe, waonyeshwe njia, tuwashike mkono, tuunganishe pamoja na wale investors wengine. Mtafanya vipi? Vile tunafanya hivi, tumekaa na marafiki zangu ambaye wako na mashamba hapa karibu, wengine wamenunua, wengine ni local leaders, na wengine wako na hiyo nini, tuko na the same thinking. Tumesema hii Saumu ndio ni ya mtu binafsi, lakini twende tukae chini tutengeneze shamba yetu. Na iko kwa offing saa hii, tuko na jina yake, inaitwa Olorobile Pole. Hiyo ni the aroma of milk. Aroma of milk. The aroma, unasikia tu maziwa. Nikiwa hapa maziwa najua niko nyumbani. Na pia tutafanya fruits. Na tufanye dam kuweka maji kwa tukiwa pamoja. Na hiyo ndio tunaangazia, ndio wengine wajifunze naye, na pia hawa wale ambao watakuja on board watakuwa na faida. Na vile tuwasalimie kwa lugha ya nyumbani. Wasalimie, wakumbushe bado tuko eneo la Wamasai. Salimia na Kimasai. Haya, tuende. Siwezi ruka. Kama ni kuruka ni hivi. Hivyo. Sasa hiyo ndio wimbo yetu. Na mwiroreri wa Kameme TV muthenya umuthe tugukinyia tafarira hau. Tutikoina muno tondu ino ti tafarira ya kuina, no ni tukenagira urimi witu tondu guku tugire kurima tokwa icembe. Jita Mushiri FM Murimi Digital. Ole Mushiri siku ya leo. Tukirima kiriu tondu guku ni olelai salai.